Ripple TV, we made it for you. Alafu unajua chifu nazingua sana mwanangu, nazingua. Unajua kama sio masuala tu ya kwa leo mimi nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nimekasirika sana, inaniuma inauma, inakwaza sana roho. Wewe vipi mwanangu, neno unaanza kusema kwamba unaweza kununua nchi mzima, unaweza nunua nchi mzima ndugu yangu. Alafu mwanangu inakwaza. Wewe ndio mwanangu tu na kustiri kama mwanangu. Lakini kama ingekuwa mwanangu mimi nakutoka mimi mwenyewe na kurusha chini ya lori. Mwanangu nchi mzima inalalamika. Iweje ati wewe unasema unaweza kununua nchi mzima ya Kenya? Alafu sikiza bwanangu. Mimi ni balozi wa Mama Samia Suluhu, mama mchapakazi, balozi wa William Samoei Ruto. Iwaje mimi nitoke Kenya nikuja hapa niseme ama ni vimbe huko Kenya niseme ati mimi naweza kununua Tanzania? Babu, hizi masuala za nchi. Hapo ni kiongozi mwanangu. Wewe ni mtu ambao unajua ukiongea dunia mzima nasikia, Kenya nasikia, Uganda nasikia, alafu unaongea jambo kama hilo kutoka kwa mdomo wako, unakosea. Tunakwambia ukweli ndugu yangu, tunakwambia ukweli, hata utoe makoto sio makoto, tunakwambia ukweli kwamba unakosea, unazingua. Saa yote kila siku kemea dhambi mwanangu. Kemea dhambi mwanangu. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaisema peupe bila kuogopa chifu ya kwamba unakosea, unazingua. Wana wamekasirika mwanangu. Alafu wewe ni mtu mwenye kuwa na mafans Kenya babu, ndugu yangu. Wewe unataka mafans wako wasemaje? Tunasimama unasema mimi naweza kununua nchi mzima, nanunua Kenya mzima, naweza kununua Kenya mzima. Babu, acha hizo. Unazingua, tunakwambia ukweli. Ukitolewa nguo kama king tunakwambia ukweli mwanangu. Hii unazingua. Sio fresh mwanangu. Wewe mimi nazingua. Unazingua. Unakosea mwanangu. Unakosea. Lazima uambie ukweli bwana. Kitu ambacho nimekosea zaidi ni kipi? Vipi unasimama unasema unanuaje nchi? Okay. Babu, unanuaje nchi? Kwani ni dharau gani hiyo chifu uko nayo? Yaani ni dharau kubwa hiyo. Hapo ni mwanangu, watu wana mind. Wewe ni mwanangu, watu wana mind, wanasema muona mwanao anadharau nchi na umenyamaza. East Africa ni moja mwanangu. Hii mdomo ndio kunakosea mwanangu. Unaweza nena kitu iharibu nchi. Wewe unakumbuka mwanamuziki fulani aliongea karibu nchi iwake moto mwanangu. Na wewe una following kubwa, ukisema tu mwanamuziki, unamkaja asubuhi unaanza kuambia watu, mimi naweza kununua Kenya." Dharau, acha chifu. Kwa heshima na taadhima. Kwa heshima na taadhima. Wewe ni mwanangu lakini pale nimemind. Wewe ni mwanangu na nimemind. Na nikakuja kukuambia kwamba wacha kudharau nchi. Tuheshimiane kwa mainchi babu. Mimi si dharau nchi sasa. Acha kudharau nchi mwanangu. Mimi si dharau nchi. Nimedharau nchi ipi? Kenya. Usiwe na hasira, ongea kikawaida kiume. Sinakwambia ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na hasira kwa roho. Lakini sitaki anasema astaghfirullah. Sasa ukishakuwa na hasira kwa roho mwezi mtukufu, it means ya kwamba umeshafungua. No, mimi nimekufungulia tu kwa umeruhusu hasira ingie kwenye. Sijaingisha hasira, mimi nakwambia ukweli kwa sababu hasira inaingia kinywani kwa mpumbavu. It means kusema ukweli unasema ni hasira. Sikiliza. Wakenya kwa kumind mimi kusema nanunua Kenya. Mkenya yoyote aliye mind, it means ameruhusu hasira kuingia kwenye kifua chake. Na kwenye Biblia imeandikwa hasira huingia kwa mpumbavu. Umeelewa? Sasa wewe umesema kwenye mimi nakwambia dini inaniruhusu nikwambie ukweli na nisiogope chochote. Wewe ni mwanangu ndio. Najua unastiri, wewe ni mwanangu, wa lakini acha nikwambie ukweli, unakosea chifu, unakosea. Sawa, sasa hiyo ni ukweli, sio hasira. Mimi nakwambia sio ukweli, sio hasira mwanangu. Sasa subiri. Gawanyisha hiyo, sio hasira. Subiri sasa. Nimegawanyisha, sio hasira. Mimi nataka nimpunguzie Rais Samoei Ruto vijana vibaka. Vijana ambao wanakula yale magoka, sijui mnaita nini, mamirungi. Vijana wale ambao wanakaa ghetto wafanye kazi yoyote, wao wakiamka asubuhi ni kuingia TikTok kuzungumzia wanasema nani? Wanasema Kasongo, mara sijui leo watageuka watamuita sijui Elichapo, mara kesho wataamka watasema chapati sijui yaani wao wako tayari, wako kwa ajili ya kupinga tu vitu ambavyo wanafanya rais. Hao nataka niwanunue. Na niwachukue kwa sababu nina mashamba Kiela kule. Waende wakalime. Umeona hii Tanzania tunapoishi? Tunaishi nchi na amani. Raia wake tumetulia, hatuna shida. Kwa nini? Kwa sababu tunafuata sheria za nchi na tunamheshimu kiongozi wetu. Umeelewa? Wakenya wametangulia kujidharau wenyewe kwa kumdharau rais wao, kwa sababu unapomdharau rais umedharau nchi. Kwa hiyo sisi, mimi na wewe tunatakiwa tumheshimu nani? Wewe ungesema baadhi, hata ungesema Wakenya. Wewe unataka Wakenya vipi? Wewe unataka Wakenya wote vipi? Sasa Mkenya mvivu sio Mkenya. Wewe unasema Mkenya. Haya, chukulia mfano. Wewe mtoto wa kiume unaendaje kulalamika kwamba rais ameongeza bei ya chumvi na unga? Wewe unapika, wewe mpishi.
Weka sipu. Categorize, weka categorization. Hakuna category. Sema kama mimi chief mimi naongea kuhusu fulani. Hebu sema Wakenya Afrika ni moja. Uganda, Tanzania, Kenya sisi ni wamoja. Mimi ni motivation speaker alafu ni spiritual healer. Umenielewa? Alafu ni mtu ambaye nasaidia watu wenye mahitaji. Sasa hao wengine sio wenye mahitaji, hao ni wavivu shehe. Wewe unawasaidiaje wavivu? Wakenya wengi hawataka kufanya kazi. Na mimi nawapa zile wafanye kazi. Aweke heshima basi, sio Wakenya wengi, baadhi wachache wenye wako na kelele mitandaoni, wengi wanafanya kazi. Wengi. Mfano, hauwezi ukakuta bilionea Kenya ana mind. Hakuna hata mmoja. Uwezo ukapata mtu milionea Kenya anajituma kufanya kazi akawa na mind. Lakini mtu yoyote ukiona Kenya ana mind, jua yuko broke. Sasa basi ongea kuswao babu. Ongea kuswao, sio unasema Wakenya. Wakenya wanauliza, mbona chief anatudharau sisi? Tulia, mimi siwezi kumdharau tajiri kwa sababu huyo ni anafanya vitu ninavyofanya mimi. Umeelewa? Matajiri wa Kenya wanatakiwa waamshe vijana wa Kenya wafanye kazi. Wasiendelee kuwa wao matajiri kila siku alafu vijana wanaishi mtaani tu wanateseka. Vijana wanatakiwa wafanye kazi. Wanatakiwa wawape hasira. Mimi nawapa hasira vijana wenu. Mimi nafanya makusudi kwa ajili ya kuwapa hasira. Haya, mfano mimi leo hii nikaingia pale Kakamega. Nikachukua ng'ombe 100. Tukachinja pale watu wakala. Nani anaweza kufanya hicho? Sasa hiyo tulifanya. Ulifanya kera, lakini hiyo ilikuwa ni shirki. Hiyo ni shirki, hiyo ni tambiko. Dini ya Kiislamu hairuhusu shirki. Kwanza ni dhambi kubwa sana, hata acha kufanya ukahaba. Shirki ni dhambi kubwa sana. Unaendaje kuchinja ng'ombe, unapea watu? Hiyo ni shirki unafanya mwanangu. Hiyo ni kafara mwanangu unafanya mwanangu. Wewe unafanya kafara alafu unatuambia unatuvimbia ati ni kitu cha maana umefanya. Hiyo ni shirki mwanangu. Shirki inakatalika. Shirki ikubaliki ndugu yangu. Shirki ni mbaya. Shirki ni dhambi kubwa, hata isamehewi ndugu yangu. Tunakwambia leo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunakwambia tukuweka peupe na nakwambia kwa upendo mwanangu. Mimi nakwambia kwa upendo. Mimi nakwambia wewe ni mwanangu, wewe ni nakumind, wewe ni mwanangu wewe. Unasikia? Lakini nakwambia kwa upendo. Wewe unachukiaje mimi kuambia vijana wa Kenya wafanye kazi? Sijachukia, nimekwambia wewe kusema wa Kenya kwa jumla. Kwa Kenya kwa jumla. Weka nyoosha maelezo chief. Nyoosha maelezo. Tufanye hivi, sio Kenya. Sio Kenya tu, Kongo, Uganda, Tanzania wapi? Nyoosha maelezo ya Kenya. Tulia. Sio Kenya tu. Hizi zungumzi Kenya tu. Popote pale ambapo kuna vijana wafanye kazi, wanatakiwa wafanye kazi. Hawa vijana ndo wanageuka kuwa wezi. Hawa vijana ndo wanageuka kuwa majambazi. Hawa vijana kwa kuendelea kuwafuga ndo wanaendelea kutuibia na kuiba bibi zetu huko mtaani. Si unanielewa? Vijana wanatakiwa wafanye kazi. Full stop. Haijalishi ni wa Kenya, wa Tanzania, wa Kongo, wa wapi, wanatakiwa wafanye kazi wapate hela. Sasa wewe endelea kuwatetea watoto wa hivu. Sikiza, mimi nimenyoosha maelezo nikakwambia baadhi. Sasa wewe mtoto ufanye kazi uko zako mtaani. Alafu wewe unasema alafu wewe unasema ati kuchinja ng'ombe sawa, ulichinja ng'ombe 200 tuliona. Lakini wewe Tulia Foundation inafanya kazi gani? Juzi wamepeana bima karibu watu 1000, sijui nani walipeana bima watu wangapi hapo? 9,000. Watu wamemunyoa. Mbona Tulia kusimama akasema, speaker akasimama akasema, nimepeana 9,000 pale kila kwenu pale. Hapo unazungumzia. Pale kila. Hapo unazungumzia. Ngoja. Katoa 9,000. Alafu ngoja. Wapatie boys sio kila. Sikiza basi nakwambia Mbeya mjini yote katolewa. Haya basi mimi unajua mimi sijui kutofautisha. Alafu hapo unazungumzia wewe una compare foundation na mtu mmoja. Sikiza. Foundation na mtu mmoja peke yake kama yeye ni mtu mmoja. Yule mama sikasaidika kwa Tulia Foundation. Wewe umesikia nini? Umesikia speaker mena amesimama. Mimi speaker nimetoa, nimefanya hivi. Anafanya na ananyamaza shehe. Anafanya na nyamaza. Mimi mwenyewe nilienda pale bungeni Dodoma. Yeye mwenyewe kanikaribisha. Wewe umekusikia akasema, nimekaribisha Kaspool. Tumemtoa Kenya." Umesikia kiongea? Sasa wewe mbona unaenda unaongea unasema kwamba ndio kulichinja, ndio watu walipata chakula, ndio watu walitokezea kila. Tunaona na tunasema ni kwa ubaya. Fanya chini ya maji. Haya, wewe ngoja. Wewe unaweza ukaenda chini ya maji. Chini ya maji ili watoto waendelee kutokufanya kazi. Chini ya maji na maanisha usionyeshe ya kwamba nimefanya. Kwa nini wa Kenya? Hebu sikia. Kuna kitu pia kimenimaini. Yes. Hata kama ndo tunapeana hivyo motivation na kuamshana. Kweli ndo mnitumie ndem mwanangu alafu muedit na helicopter. Kweli hapo pale kulikuwa kuna kuzinguana kidogo mwanangu. Unajua wale watoto bado wako moto. Wakati point pale pale lazima ingeeditiwa ndo ili wakutishe hivi. Sasa unajua wale watoto hawana hela, wewe unajua kabisa. Wale watoto hawana hela. Pale kwa hiyo msingi ya hela pale hawana hela. Hapo tunakubali. Hapo tunakubali. Yule mdogo ni soprano tu ndo wako nayo peke yake.
Sasa kaambia bibi nenda kakimbia. Tunaelewa hiyo. Lakini pale uliwashinda, lakini tunasema kwa kurudi kwa masuala. Kwa ile challenge ya kukimbia niliwashinda. Hapo umeshinda. Hapo challenge ulishinda. Okay. Sina kupa maua yako kama bado uko hai. Lakini kama unazingua kukataza, ulizingua. Ngoja Kaspo. Ngoja tuanzie hapo. Kwa hiyo umesema mimi hela yangu ni ya shirki. Shirki. Wewe ngoja nikuulize, unatoaje hela? Atunatoa ng'ombe 200 she. Ng'ombe 200 atunaona pup zina pup. Hela ni ya shirki. Kwa hiyo hii ni shirki. Hela za shirki hizi unanipa. Okay. Ni hela za shirki. Kwa hiyo nisikupe kwa sababu ni shirki. Wewe ni hela za shirki. Hela za shirki. Kwa hiyo hautakiwi wewe kama Muislamu. Ngoja nikwambie. Hii ni hela ya shirki. Sasa hela ya shirki nakupaje? Sasa sikiza. Hebu acha nizishike. Hii si ni ya shirki. Sio acha nizishike. Si ya shirki. Sio nakwambia, acha nizishike na kurudishia. Leta vile ziko zote. Shika kwanza hizi. Leta zote vile ziko. Leta hizo hela zote. Sikiza, leta hizo hela vile ziko zote. Mimi nataka nikuoneshe nataka adabu. Na nataka nikuoneshe adabu, nikuonesha kwamba naweza shika hela nikurudishie. Leta uone. Ngoja ndio nakwambia leta hizo hela, nataka nikuoneshe. Sina kurudishia hela ya shirki. Nakurudishia. Leta hizo hela nikuoneshe. Nakurudishia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi hela unajua kama kuna pahali kuna madhabahu mbaya ambazo zimewekwa zile za shirki nazitoa. Mwenyezi Mungu nisaidie nizitenganishe nazo. Hamna hela, mimi nachukua hela pale popote na ukota hela pale popote. Sasa hizi hela niombea, nimefanyia dua. Hakuna kama kuna kitu yote ya shirki hainishiki mimi mwenyewe. Hainishiki. Nimekwambia nishiki kwa vyovyote. Na usidharau wa Kenya mwanangu. Usidharau wa Kenya. Usidharau wa Kenya mwanangu. Wewe tuwekane heshima sana ndugu yangu. Tunaweza kuwa tuko marafiki lakini wewe Kaspo, mimi usidharau wa Kenya, mimi nakwambia. Mimi sidharau wa Kenya. Tuweke kitu kimoja mwanangu. Nisikilize. Yes. Mimi sidharau wa Kenya. Lakini mbona umewageuka mwenyewe kwenye kamera ukachukua hela? Hamna, hiyo hela kama nini nimepiga dua imesafishwa tayari. Naenda kuikula, naenda kuimula. Mimi wa Kenya nao wa mind ni wavivu. Na mind mimi. Wavivu tunataka na mimi najua kabisa kwamba mimi nina hela. Na nina uwezo wa kununua hao vijana. Unabisha? Bisha sasa. Unakimbia. Sikia. Ngoja nimeke hii kitu clear. Nisikilizeni. Watu wengi mmenimaindi baada ya kuona nimesema ati sio nanunua Kenya nini? Kenya ndio nanunua. Na sio kwamba nanunua Kenya, nanunua watu wote, hapana. Kuna watu ambao wanapambana, wana maisha, wengine ambao wana uhakika wa kupata maisha. Lakini watu ambao wanataka kuanunua ni wale wavivu. Wewe unakaeje mtaani, unakaa unazungumzia maisha ya watu wengine, unaacha kutafuta hela? Unachukiaje maisha ya mtu fulani kupata? Amka, pambana. Sisi wote Kenya, Tanzania, Uganda, Kongo, wapi ni family. Sisi ni ndugu. Yaani hata hizi mipaka sio nini kuna muda itatakiwa itoke. Sisi ni familia. Sisi ni ndugu. Ninaposema wa Kenya sio kwamba nawachukia au sipendi. Nawapenda, ndio maana nakuwa na hasira na nyinyi. Yaani natamani mungekuwa mna mindset na akili kama zangu ili tupate hela pamoja. Yaani hamna kitu ambacho natamani kwenye maisha yangu kama kuona Kenya, Tanzania tunakuwa kitu kimoja, tunapendana, alafu tunashirikiana kwenye baadhi ya kufanya mambo. Namna ya kupata hela tunapeana siri. Mfano mimi namna ya pesa zangu ninazopata nikakushirikisha na wewe ukapata. Tunakuwa familia. Mfano kama Kaspo anatoka Kenya anakuja Tanzania anaokota maokoto anarudi Kenya. We are family, hatuchukiani. Umeelewa? Kwa hiyo hata wewe ambao unatazama hii video, mimi natamani nikusaidie upate fedha, upate connection kama Kaspo connection anazopata. Kaspo ametoka Kenya amekuja Tanzania, mimi ndo nimempokea na connection zote mimi kazipata kwangu. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo Kenya and Tanzania we are family. Hiyo issue ya kununua Kenya, nawapenda sana wa Kenya. Ile ilikuwa ni kama nini challenge. Nawapa tu challenge ile pate asila nini, lakini simaanishi hivyo. Nawapenda wa Kenya and I love you all. Tumepiga 14 minutes.